Ni jina ambalo sio geni katika mafunzo ya kijeshi na upelelezi nchini Kenya. James Kanyotu, akitajwa na magazeti kama mpelelezi pekee mkamilifu aliyewahi tokea katika Jamhuri ya Kenya kwa usiri wake. Kama tunavyosema msiri kama kaburi, basi utokosea utakapomlinganisha James Kanyotu na kaburi. Kanyotu aliongoza kitengo cha polisi cha upelelezi kwa miaka 27. Tokea mwaka 1965 1965 mpaka kustaafu kwake mwaka 1991 1991. Wakati ule kitengo hiki kikitambulikana kama Directorate of Security Intelligence Special Branch, kwa sasa kikitambulikana kama National Security Intelligence Service NSIS. Cha kushangaza ni kuwa hamna chombo wala mwanahabari aliyewahi kuitoa wala kuipokea picha ya James Kanyotu katika miaka yote 27 aliyohudumu chini ya serikali za Rais Kenyatta na Moi mpaka kustaafu kwake. Hivyo ni jina tu walilolijua, ila hamna aliyekuwa akiitambua sura yake James Kanyotu kwa miaka 27 aliyopata kuongoza kitengo cha NSIS. Sura ya James Kanyotu ilikuja kutambulikana na kuonekana na wanahabari kwa mara ya kwanza mwaka 2004, ambapo alilazimishwa na mahakama kuu kuwa shahidi katika skandal ya Goldenberg, ambapo alihudumu kama director wa kampuni ya Goldenberg pamoja na mshukiwa mkuu wa Kisile Kamlesh Patin. Goldenberg ikihusishwa na wizi wa bilioni 60 za Kenya, na kisa hiki ndicho kilitupa kwa mara ya kwanza sura yake James Kanyotu. Alivyohudumu Kanyotu na kukwepa vyombo vya habari na kamera katika miaka yote 27 aliyoiongoza sekta ya upelelezi ni jambo ambalo liliushangaza ulimwengu. Aliushangaza ulimwengu na vitengo vya upelelezi maarufu zaidi duniani, ikiwemo kile cha MI6 cha Uingereza, cha Mossad cha Israeli na cha CIA ama ukipenda Central Intelligence Agency ya Marekani. Mpaka leo wanatumia njia na mafunzo ya Kanyotu katika kuwafunza makurutu wao juu ya kukwepa mitego ya wanahabari, maana katika karne hii ya utandawazi imekuwa vigumu sana kujificha kutokana na kamera za wanahabari na zile za mapaparazi ambazo zinaweza tia maisha ya wapelelezi na pia siri za nchi hatarini. Kanyotu alizaliwa mwaka 1936 1936 katika kaunti ya Kirinyaga. Akajiunga na shule ya upili ya Alliance High School na baadaye akajiunga na chuo kikuu cha Makerere University kusomea ualimu. Mwaka 1960, kabla ya Kenya kupokea uhuru wake kutokea katika serikali ya mkoloni, Kanyotu alijiunga na jeshi la polisi wa Kenya. Miaka 5 baadaye, mwaka 1965, akapokezwa mamlaka ya Deputy Head of Intelligence na Rais Kenyatta na baadaye kutajwa kama Head of Intelligence, akimrithi Bernard Hinga aliyekuwa wa kwanza kuongoza kitengo hiki cha NSIS cha upelelezi nchini Kenya. Hinga inaaminika ndiye aliyewahi kumfyatulia risasi na kumuua J.M. Kariuki pamoja na risasi iliyopata kumuua Tom Mboya jijini Nairobi, kulingana na fununu za wanahabari na paparazi nchini Kenya. Baada ya kumrithi Bernard Hinga, Kanyotu alihudumu kama mkubwa wa kitengo hiki mpaka kustaafu kwake mwaka 1991. Kanyotu alifanya kazi kwa ustadi mkubwa enzi zile, maana kila wakati mipango ya kumng'atua rais katika mamlaka ilikuwa inaandaliwa. Inaaminika katika uongozi wa Kanyotu
aliwapanda maspai wake katika kila ofisi za serikali, na hivyo ndivyo aliweza kuzima jaribio la kwanza la kumuondoa mamlakani Rais Kenyatta mwaka 1971 pamoja na lile la kumng'atua Moi mwaka 1982 maana alikuwa tayari ameshapokea ujumbe na taarifa kuhusu jaribio la kung'atua serikali kutoka kwa maspai wake. Kulingana na taarifa ya Rais Moi kabla ya jaribio la kupinduliwa kwa serikali yake mwaka 1982 lililoongozwa na Ezekiel Ochuka, Kanyotu alikuwa tayari kaomba ruhusa kutokea kwa Rais Moi ndipo awakamate waliokuwa wakipanga kumng'atua rais, ila Moi akapuuzilia jambo lile akiona ni kama ilikuwa ni mzaha tu. Inaaminika Kanyotu angeruhusiwa na Rais Moi kuwakamata waliokuwa wakipanga mapinduzi ya serikali yake, basi historia ya Kenya ingejiandika upya. Baada ya jaribio la 1982, Moi aliwafuta viongozi wengi katika jeshi la polisi kazi, ila Kanyotu alizidi kupandishwa cheo na kuwa mwandani wa karibu wa Rais Moi. Kanyotu aliongoza kwa vitisho na kuwauzia uoga waliojaribu hata kufikiria kuupindua uongozi wa Rais Moi, na kwa sababu ya uongozi wa Kanyotu mpaka leo nchi ya Kenya ilijinyakulia nafasi katika orodha ya nchi zilizo na upelelezi bora barani Afrika, Kenya ikiwa nambari 3 nyuma ya nchi ya Misri ambayo ni Egypt na ile ya Afrika Kusini, South Africa. Usiri na uongozi wake Kanyotu ndicho kilichomfanya Rais Moi kuongoza nchi ya Kenya kwa zaidi ya miaka 24 samahani. Hivyo uongozi wa Moi na tokea Moi alipoiongoza nchi ya Kenya mpaka kustaafu kwake alimpa sana sifa Kanyotu na kuwa mwandani wake wa karibu, na hivyo ndivyo Kanyotu alifanikiwa kujizolea mamilioni na mabilioni ya pesa mpaka leo. Baada ya kufariki kwake, familia yake ni familia inayorithi mabilioni ya pesa, ikiaminika katika scandal ya Goldenberg ambapo inasemekana pesa takriban bilioni 500 za Kenya ziliweza kupotea. Kanyotu anaaminika kuwa ni mmoja kati ya wale walionufaika zaidi na pesa zile za Goldenberg. Ila kila kilicho na mwanzo hakikosi mwisho wake. Mwishowe alipata kuvuta hewa yake ya mwisho Kanyotu na akapata kuiaga dunia mwaka 2008 na kuacha pengo kubwa sana katika majeshi ya Jamhuri ya Kenya. Hapo ndipo leo tunafikia kikomo cha kisa chake James Kanyotu, the Kenyan greatest spy of all time and the most dreaded spy in Kenyan's history, James Kanyotu. Jina langu ni FK Mwenda na hii ni paruaja ya The Drums of History. Usisahau kusubscribe.